muda tunaoishi duniani ni muda mfupi sana ukilinganishwa na milele. Milele ni muda mrefu sana usio na mwisho. Ni gumu hata kuelezea. Lakini kwa mifano michache tunaweza tukapata picha ya milele maana yake nini. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kwa wale wanaofahamu nchi yetu ya Tanzania, kutoka stesheni ya gari moshi, stesheni ya reli ya Dar es Salaam mpaka stesheni ya mwisho ya reli kule Kigoma ni takriban kilomita 1,300. Sasa kama ingewezekana ukamchukua yule mnyama yule anaitwa konokono ambaye anatembea taratibu sana, alafu ukamweka mwanzo wa reli Dar es Salaam, na ikawezekana kumfanya atembee tu juu ya reli bila kutoka juu ya reli, aende mpaka Kigoma, alafu arudi, na kufanya hivyo mara milioni 10, muda ambao angechukua konokono usafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma, umbali wa kilomita takriban 1,300, akienda na kurudi, na kufanya hivyo mara milioni 10, ni sehemu ndogo sana ya milele. Umbali kutoka duniani, umbali kutoka uso wa ardhi duniani mpaka kwenye jua hili tunaloliona likiwaka, ni umbali upatao kilomita 148 milioni. Mbali sana. Kilomita 148 milioni. Sasa kama ingewezekana tukafunga kamba kutoka juu ya uso wa ardhi duniani, na ile kamba ikaenda mpaka kwenye jua, umbali wa kilomita 148 milioni, alafu tukamchukua konokono huyu tena, tukaweza kumwamuru atembee juu ya kamba ile kwenda kwenye jua na kurudi duniani, na kufanya hivyo mara milioni 10, bado muda ambao atachukua konokono kufanya safari hizo ni sehemu ndogo sana ya milele. Milele ni muda mrefu usio na mwisho. Mtu anapokuwa amezaliwa ataishi milele, na muda anaoishi hapa duniani ni muda mfupi sana. Na baada ya kufa anaanza maisha marefu sana yasiyo na mwisho. Sio miaka 70 tena, wala sio miaka 80 au 100 tena, sio miaka 200 tena, lakini anaishi maisha marefu sana yasiyo na mwisho. Watu wengine hawafahamu kwamba kuna maisha baada ya kufa. Wanaingia makanisani na kutoka bila kuelezwa kwa undani hata wapate kujua ukweli wa neno la Mungu. Yesu Kristo alitaka kutufundisha vizuri na kutufahamisha ili tupate kuelewa kwamba kuna maisha baada ya kufa. Aliwatwaa Petro, Yakobo na Yohana katika Mathayo sura ile ya 17. Mathayo sura ile ya 17 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari ule wa
3 Biblia inasema, Mathayo 17:1-3, na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Musa alikuwa amekufa na kuzikwa miaka ipatayo 1700 kabla ya wakati huu. Biblia inasema alizikwa na Mungu mwenyewe. Lakini hapa anaonekana tena akizungumza, akiwa hai, akiwa na nafsi iliyo hai, anazungumza na Yesu. Na Petro, Yakobo na Yohana wanamuona akizungumza. Mungu hapa anatufundisha miaka 1700 Musa amekuwa anaendelea kuishi baada ya kufa. Eliya vile vile, mpaka kufikia wakati huu tangu watoweke duniani ilikuwa imepita kipindi kipatacho miaka 1000. Lakini yeye naye hapa anaonekana akizungumza na Yesu. Yesu Kristo alitaka kutupa uhakikisho kwamba kuna maisha baada ya kufa. Na ukizingatia watu wa nyakati hizi walimjua sana Musa, walizungumza sana juu ya Eliya, walifahamu sana juu ya watu hawa, na ile kufahamu hawa wako hai kumbe mpaka sasa ulikuwa ufunuo mkubwa sana kwa mwanadamu. Na mpaka leo wanaendelea kuishi, na wataendelea kuishi, na wataendelea kuishi.